Tunawasalimia wapendwa, tunasema jambo. Ni mtumishi wenu Amani Lawi Baraka. Ya mbele ya kuanza nitawakumbusha ya kwamba munapo kutuwatch, munapo kutuangalia, msisahau kusubscribe, ni ya maana sana, tena sana kwetu. Msisahau kulike, msisahau kucomment, comment inatufanya tuboreshe kazi. Munapo comment kuhusu kazi inatufanya tuboreshe kazi. Na msisahau kushare, ni ya maana sana. Na mahitaji msiandike kwenye messenger ya kwangu, hapana. Kuna namba ambayo wataweka pale ambayo itakuwa ku screen. Ndio namba ambayo itakuwa inapokea mahitaji ya watu na mambo mbalimbali. Asante sana. Basi kwa siku ya leo tutahubiri kidogo tu. Tutasema title ito siku ya leo itakuwa Mungu wetu bado ni mtakatifu. Ndio itakuwa somo ya siku ya leo. Mungu wetu bado ni mtakatifu. Ndio itakuwa somo ya siku ya leo. Wapendwa, mnajua siku hizi kuishi maadili. Siku hizi unapoishi maadili, dunia inakuona ya kwamba unaishi zama za zamani. Amen. Unapoishi maadili, dunia inakuona ya kwamba wewe bado ungaliki unaishi zama za zamani. Maana unaishi tofauti gisi dunia gisi inavyoenda. Na unapoishi tofauti na dunia, hapo wanakuona ya kwamba wewe bado ungaliki unaishi katika zama za zamani. Na kuna wengine hata watasema ya kwamba wewe ni mshamba na akili yako haichangamuki. Ni kwa sababu hauishi gisi dunia ambavyo inavyoenda. Bwana turumie sana, tena sana. Kama kuishi maadili ni kuonekana ya kwamba tunaishi katika zama za zamani, ni kuonekana ya kwamba sisi ni washamba, basi tunakubali. Basi Wakristo wakubali kuitwa washamba kwa sababu ya kuishi maadili. Amen. Maana kuishi maadili kuna kufanya uishi mapenzi ya Mungu. Amen. Maana maadili inakufanya uishi mapenzi ya Mungu. Unapoishi maadili, maana yake piko connection kati yako wewe na Mungu wako wa mbinguni. Piko connection kati yako wewe na maandiko. Yale maandiko ndiyo imekufanya wewe upate kuishi maadili na uishi tofauti gisi dunia gisi inavyo ikaenda. Amen. Ni yale maandiko ndiyo inakufanya wewe uishi maadili. Bwana tusaidie sana, tena sana. Maana kama ndani mwako hamuna connection kati yako wewe na Mungu, ndio itakufanya uishi gisi dunia gisi inavyoenenda. Amen. Kwa sababu hakuna connection, hakuna patano kati yako wewe na Mungu. Wewe uko na patano na dunia, na ndio maana unatembea sawasawa na dunia. Na unapotembea sawasawa na dunia, hauwezi ukatembea katika maadili. Bwana turumie sana. Ni yale maadili ambayo iko ndani mwako ndiyo inakupatia neema ya kuwa na connection na Mungu. Maana unatembea gisi Mungu ambavyo anavyo kuongoza. Hautembei peke yako, hapana. Unatembea pamoja na Bwana. Bwana tusaidie sana, tena sana, tena sana.
Sasa dunia ya leo, kuna watumishi ambao wanasimama madhabahuni, wanasimama ili watangaze injili. Lakini jambo la ajabu sana, mbele ya kutangaza injili wanasema ya kwamba musinifuate mimi, musiangalie mwenendo wangu, musiangalie gisi ambavyo ninavyoishi, lakini musikie tu kile ambacho ninachofundisha. Jameni, munisikie mzuri. Kuna watumishi ambao wanaposimama madhabahuni, kabla hawajaanza kufundisha, kabla hawajaanza kuhubiri, utawasikia wanasema ya kwamba musiniangalie mimi, musiangalie mwenendo wangu, lakini musikilize tu kile ambacho ninachokifundisha, ndicho ambacho mukisikilize na mukifuate. Bwana turumie sana, tena sana, tena sana, tena sana. Hayo mambo inaleta mpaka woga katika Ukristo wa leo. Hayo maneno inaleta mpaka woga katika maisha ya Kikristo. Hayo maneno inaleta mpaka na huzuni. Hayo maneno inaleta mpaka na kinyaa. Inaleta mpaka na kinyaa kusikia mtumishi anasimama anasema ya kwamba tusimwangalie yeye. Hayo mambo inaleta kinyaa katika maisha ya Kikristo, maana hayana nafasi. Bwana turumie sana, tena sana, tena sana. Jameni, nimesema ya kwamba kuishi maadili, yani ni kukuwa na connection wewe na Mungu, ndiyo inakufanya wewe uwe na maadili. Kama hakuna connection kati yako wewe na Mungu, hauwezi kuwa na maadili. Sasa unasimama madhabahuni ili utangaze injili, na unaanza kusema ya kwamba wasangalie gisi wewe unavyoishi. Bwana turumie sana. Yeye ambaye unasimama ili umtangaze, maana wewe umeitwa kama vile shahidi. Amen. Wewe mtumishi, wewe Mkristo, umeitwa kama vile shahidi. Kuna Mungu ambaye utamtangaza. Umeitwa kama vile shahidi. Umepokea Roho Mtakatifu ili ikupatie nguvu ya kumtangaza Bwana. Na unapopokea Roho Mtakatifu, kitu ya kwanza ambacho Roho inafanya ni kuweka ndani mwako tunda la Roho. Ndicho kitu cha kwanza ambacho Roho itafanya ndani mwako, ni kuweka ndani mwako tunda la Roho, ili utakapoenda kama shahidi, wende unafanana na kitu ambacho unakipeleka, wende unafanana na ujumbe ambao utaupeleka. Amen. Maana hauwezi ukapeleka ujumbe ambao uko tofauti na wewe. Hauwezi ukapeleka ujumbe ambao haufanani na wewe. Hautampeleka Yesu ambaye hafanani na wewe. Utapeleka Yesu ambaye amezaliwa ndani mwako, Yesu ambaye anaonekana ndani mwako, ndiye ambaye utampeleka mbele za watu. Bwana turumie sana.
Sasa wewe unaposimama, unaposema ya kwamba wasikuangalie wewe. Sasa ule Yesu ambaye wewe ataonekana je ndani mwako na maadili yako siyo mazuri, utamtangaza Yesu gani ambaye hakubadilisha maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu bado ni mtakatifu. Sasa utamtangaza Yesu gani ambaye hakuyabadilisha maisha yako? Wewe utasimama kama shahidi. Watu watamuona Yesu kupitia wewe. Watu watamugusa Yesu kupitia wewe. Utaenda kama picha ya Yesu. Utaenda kama ni kopi ya Yesu. Maana tayari amezaliwa ndani mwako. Tayari amezaliwa ndani mwako. Na yule mtu wako wa kale tayari amekufa, kisha Yesu akazaliwa ndani mwako. Ndiyo yule Yesu ambaye hataonekana mbele za watu. Bwana turumie sana. Haturumie sana. Unaposema ya kwamba wasikuangalie wewe, waangalie kile ambacho utakacha ubiri. Watu wasikie nini? Watu wataelewa nini? Watu wana hamu ya kusikia kile ambacho kilibadilisha maisha yako. Ndicho ambacho watu wana hamu ya kukisikia. Neno ambalo lilibadilisha maisha yako ndilo watu wana hamu ya kusikia. Amen. Bwana turumie sana. Tena sana. Mkumbuke nimesema ya kwamba unapotembea katika maadili, yani kuna connection kati yako wewe na Mungu wako wa mbinguni. Sasa unaposema ya kwamba wasiangalie matendo yako, maana yake wewe hauna connection na Mungu. Sasa itakuwa je, wewe ambaye hauna connection na Mungu wetu wa mbinguni, sasa itakuwa je upate kumtangaza? Amen. Itakuwa je utangaze mtu ambaye hauna uhusiano na yeye? Itakuwa je? Haitawezekana. It's not possible. Haitawezekana utangaze mtu ambaye hakufanani. Haitawezekana. Maana tunda la Roho ambalo aliweka ndani mwake ni ili ufanane na tabia ya kwake. Bwana turumie sana. Tena sana. Maana Ukristo, shetani anaingiza mambo katika Ukristo, na sisi wa Kristo tunapokea bila kujua, na sisi wa Kristo tunashangilia bila kujua. Ni mambo ya huzuni sana. Hata mtumishi anaposema vile kanisani, eti msiniangalie mile, eti msiniangalie mie, hata Wakristo wanalalamika amena. Waamini wanalalamika amena. Mungu aturumie sana, maana tunalalamika kwa mambo ambayo iko na hasara katika maisha yetu ya kiroho. Iko na hasara kubwa sana. Bwana sifiwe sana. Ni mambo ya ajabu sana. Umeitwa wende kama shahidi, wende katika giza, wende uangaze gizani. Mwanga wako uende uangazie watu ambao wako katika giza. Ule mwanga upate kuangazia, ili nuru yako ipate kuamurika, uwatoshe, uwageuze, uelekee msalaba. Amen. Unapoenda kama shahidi ni kwa sababu kuna nuru ambayo itaangaa ndani mwako. Kuna taa ambayo itaangazia wale ambao wako bado katika giza.
Sasa unaposema ya kwamba wasikuangalie wewe, wasiangalie matendo yako, sasa utangaza je katika giza? Hakuna uwezekano giza iende iangaze katika giza. Haitawezekana. Haitawezekana. Bado Mungu wetu ni mtakatifu na hata badilika. Haiwezekani wewe uende uko giza kisha utamani uende uangaze katika giza. Haitawezekana. Maana ni nuru ndiyo itangaza katika giza. Na nuru ni wale ambao wanatembea kwa kufuata maadili ya Mungu. Maana yale maadili, maana yake ya kwamba kuna connection kati yao, kati ya Mungu na wao. Piko connection, piko urafiki, piko undugu, piko ubaba. Kuna kitu ambacho kinawaunganisha. Amen. Kuna kitu ambacho kinawafanya watembee pamoja. Mtu ambaye iko na maadili ya Mungu hawezi akatembea ili afurahishe dunia. Mwanadamu ambaye Mkristo, mtumishi wa Mungu ambaye iko na maadili ya Bwana hawezi akatembea ili afurahishe dunia. Maana katikati yake yeye na dunia hakuna uhusiano, hakuna urafiki, hakuna ujamaa. Amen. Ndio maana watatembea tofauti. Na ndio maana dunia mara kwa mara ikikuona ya kwamba wewe uko na maadili uko na maadili mazuri, inakuinulia vita na kusema ya kwamba bado wewe akili yako bado haichangamuki, akili yako bado ingaliki kuzama za zamani. Wenzako tayari wameshakuwa mbele, wewe ungaliki nyuma. Yani dunia inatamani ikuvute, ikutoshe katika maadili ya Bwana ili uende katika maadili ya dunia. Amen. Na unapotembea katika maadili ya dunia, pale pale unavunja connection yako wewe na Mungu wako wa mbinguni. Bwana yetu asifiwe, asifiwe sana, tena sana. Heri wanadamu wakuone ya kwamba uko mshamba. Heri wanadamu wakuone ya kwamba haufai. Itika kuitwa mshamba, lakini uendelee kuyalinda maadili ya Bwana. Amen. Itika kuitwa mshamba, lakini uendelee kuyalinda maadili ya Mungu wetu wa mbinguni. Wewe ni shahidi. Umeitwa kuwa shahidi. Umeitwa kutangaza maisha ya Yesu, utangaze kifo cha Yesu, utangaze kufufuka kwa Yesu kupitia maadili yako, kupitia jinsi ambavyo unavyoishi. Watu wataona maisha ya Yesu, watu wataona kifo cha Yesu, watu wataona kufufuka kwa Yesu kupitia jinsi ambavyo wewe unavyotembea katika dunia. Maana kila mtu atakusoma. Everyone atakusoma. Huko barua ambayo utasomwa na kila mtu. Umefanywa kuwa barua ambayo utatembea katika mwanga. Bwana tusaidie sana. Tena sana, tena sana. Tena sana. Maana ni Yesu ambaye utamupeleka. Na unapomupeleka Yesu mbele ya watu, itakubidi ufanane na yule Yesu ambaye unamupeleka. Itakubidi ufanane na Yesu ambaye unamupeleka. Itakubidi ufanane na yeye. Amen. Kuna Yesu ambaye utamupeleka. Sasa itakubidi ufanane na Yesu. Amen. Itakubidi uwe kama Yesu, uwe kopi. Kupitia yeye, kupitia wewe wamuone yule Yesu ambaye unamupeleka. Kwa sababu haina maana
na haiwezekani kuwa shahidi wa kitu ambacho haukifanani. Haitawezekana, haviwezi vikaenda pamoja. Hata ambapo unapeleka ushahidi, hawatakubali ushahidi wako. Ni kwa sababu ushahidi ambao umeleta uko tofauti na mtu ambaye amekutuma. Muko tofauti, hamtembei pamoja. Utapeleka ushahidi gani? Haitawezekana. Inabidi unaposimama, unapoonekana mbele ya kundi, unaposimama kanisani, kusimama kwako tu iwe ni mahubiri tosha. Unaposimama, unapoonekana, uwe kuonekana tu iwe ni mahubiri tosha. Kabla haujasema, Bwana atakutangulia. Ni kwa sababu kuna connection kati yako wewe na Mungu wako wa mbinguni. Bwana atawatangazia watu jinsi ambavyo ulivyo. Amen. Bwana atawatangazia watu jinsi ambavyo alivyokujenga, jinsi ambavyo alivyokuinua, jinsi ambavyo amekupamba. Kabla hujasimama, Mungu atatanguliza habari zako mbele. Na unaposimama, watu hawatakuona wewe. Unapoanza kuhubiri, watu hawatakuona wewe. Wataona ule Bwana ambaye iko ndani mwako. Watu wataona neno ambalo liko ndani mwako, ndilo watu wataona. Hata kusumbua watu, hata kuingiza giza kanisani, hata kutangaza shetani kanisani. Hauwezi ukasimama na ukasema ya kwamba msinifuate mimi, msiniangalie mimi. Haustahili kusimama mibarani, haustahili mpendwa. Wende kwanza ufunzwe na Roho Mtakatifu, ikujaze tunda la Roho. Hauwezi ukamtangaza Bwana kabla haujajazwa na tunda la Roho Mtakatifu. Tunda itakutengeneza kwanza, tabia yako itengenezwe, ili unaposimama kanisani upate kibali mbele za watu, ili Bwana ajisifu kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wetu bado ni mtakatifu, na Mungu anatangazwa na watakatifu. Tusipeane moyo ya kwamba ninaweza nikahubiri lakini niko wagiza. Mbele za Bwana haina maana. Haiwezekani wewe utangaze zina, wewe ufundishe watu waache kutenda zina, na wewe unatenda zina. Ni hatari sana kanisani. Ni hatari sana katika maisha mwanadamu. Ni hatari sana tena sana unaposimama unatangaza watu waache uchafu, na wewe ni mchafu. Mbele za Bwana uko mufu. Mbele za Bwana wewe ni mufu. Haustahili. Unaingiza giza kanisani. Usimtangaze Mungu aliyeshindwa. Unapotangaza ya kwamba msiniangalie mimi, maana yake Bwana ameshindwa kukugeuza. Amen. Maana yake Bwana hana nguvu ya kugeuza wale ambao wako gizani. Utangaza je? Wokovu ni watu wageuke. Watu wageuke. Ulikuwa unaenda hivi, wokovu unageuka. Unaanza enda hivi. Amen. Wokovu ni watu wageuke, waache mambo ambayo walikuwa wanayafanya na wafanye mema. Ndiyo wokovu. Na wewe umeitwa ili umtangaze Bwana, ili Bwana aonekane katika maisha ya watu. Sasa uende kama taa.
Wapendwa, uende kama taa. Uende kwa Bwana kama taa ambavyo itaangaza katika giza. Bwana tuhurumie sana, maana ni neno ambalo linakupatia uwezo wa kutembea katika maadili. Ni neno la Mungu ndilo linakupatia uwezo, linakufunza usiku na mchana gisi ambavyo unaweza ukatembea pamoja na Mungu wako. Ni neno tu ndilo linaweka maadili ndani mwako. Sasa kama ndani mwako hamuna neno, sasa utatangaza neno gani? Utahubiri neno gani ambalo haliko ndani mwako? Utahubiri nini? Unapaswa ubiri kile ambacho kiko ndani mwako. Wewe ni tunda ambaye utazaa matunda. Huko muti ambao utazaa matunda. Unaenda ili uzae matunda, na kila mtu atamani kukula matunda ambayo itatoka kwenye muti wako. Utaenda kama vile muti wa pera. Utaenda kama vile mti wa pera ambao unachanuka, unatosha mapera, na kila mtu atatamani achume hata pera moja kwenye mti wako, maana unaenda kama vile shahidi wa Bwana. Na kupitia wewe watu watavuna matendo ya Bwana, watu watavuna baraka za Bwana, watu watavuna utukufu wa Bwana, watu watavuna uponyaji wa Bwana, watu watavuna kile ambacho Bwana alichoweka ndani mwako, ndicho watu watavuna. Amen. Unapoenda na ukiwa na giza ndani mwako, hakuna kitu ambacho watu watavuna kwako, hakuna hata kimoja. Maana unaposimama tu, watu wataanza kusenganya, watu wataanza kukusengenya. Unaye hatahubiria nini? Busharati haachi, hata kama alishaoa. Busharati haachi, pombe haachi, uchawi haachi, uchunganishi haachi. Kila mambo mabaya yote watayaona ndani mwako, na hakuna kitu ambacho watakisikia ambacho kinatoka ndani mwako. Maana ndani ya giza hamwezi mkatoka nuru hata siku moja. Giza haiwezi ikazaa nuru hata siku moja. Hata usimame usome Biblia, giza haiwezi ikazaa nuru. Nuru ndiyo ambayo inakimbiza giza na kuzaa zingine nuru. Bwana tusaidie sana, tena sana, tena sana. Wapendwa, sisi ni mashahidi wa Kristo. Muko mashahidi wa Kristo. Ninyi ni mashahidi. Ninyi ni mashahidi. Majirani zenu watamwona Bwana kupitia maadili yenu. Majirani zenu watamwona Bwana kupitia kwanza maadili yenu. Ni maadili yenu ndiyo ambayo itawafanya majirani zenu waende kanisani, kwa sababu watasoma ndani mwenu, watamwona Kristo, watamwona Bwana iko ndani mwenu. Bwana turumie sana. Majirani wataona gisi Yesu anatenda kazi ni ndani mwenu nyinyi wa Kristo. Inabidi Yesu aonekane gisi ambavyo anatenda kazi. Maadili yenu inabidi iwe mema. Ni maadili ambayo imejengwa na neno. Ni maadili ambayo inatembea gisi ambavyo Mungu anavyotaka, sio gisi dunia gisi inavyotaka. Ni vitu vitu tofauti ambavyo haviwezi vikaenda pamoja. Inabidi uchagule kimoja, hawezi ukavichanga. Maana unapovichanga, unapochanga dunia, unapochanga na maadili mema, ndipo pale ambapo utakaposimama utasema ya kwamba wasikuangalie wewe, kwa sababu wewe uko mtu wa dunia. Na ngambo ya pili tena unajiita mhubiri. Haiwezekani.
It's not possible. Utaenda katika njia moja. Nyinyi wa Kristo muwe mfano, maadili yenu iwe ni mfano. Maadili ya Wakristo iwe ni mfano katika dunia. Watu watamani kujua gisi ambavyo mulikuwa vile tu. Je, inawezekana? Je, maadili yenu iko mema vile? Watu waje kuwauliza wafanye nini, maana wanapokuwatazama wanashindwa kuelewa. Waje kuwauliza, mbona mnaishi na amani sana katika nyumba? Mbona hatujawahi kusikia katika ndoa yenu muko fuyo? Wapagani wajifunze kupitia Wakristo. Sio Mkristo ajifunze kupitia mpagani. Unapojifunza dunia, maana yake unajifunza kupitia maadili ya wapagani. Bwana turumie sana. Mungu wetu bado ni mtakatifu. Mungu wetu bado ni mtakatifu, na utakatifu wake hautaishi. Utakatifu wake uko pale pale. Amen. Hii kutangaza injili, kuhubiri, hakunipi nafasi mbele za Bwana. Kitu ambacho kinatupa nafasi mbele za Bwana ni kuishi maadili ya Mungu. Maana yake ni kufuata neno na kutii neno. Amen. Ninapoishi maadili ya Mungu, sasa ninapotangaza injili, ndipo pale sasa nitapata fahari mbele za Bwana. Bwana anaangalia gisi ambavyo tunavyoishi, tunamfanana. Watu wanamuona Bwana kupitia sisi. Ndicho Bwana usiku na mchana anatuonesha, na usiku na mchana anatufundisha. Wapendwa, tuache usanii, tuache Ukristo wa kujisifu ya kwamba dunia imebadilika. Tuache Ukristo wa usanii, tuache utumishi wa usanii.